Karibu ndugu zangu watazamaji wa TV ya YouTube ya Dr. Chikaramoto. Ndugu zangu wa siku zote tupo hapa pamoja na tunaendelea kama tulivyozoea kupambana, kama tulivyozoea kuelimishana nyakati zote, na mimi nafurahi sana. Kwa sababu nafurahi vipi? Unajua, unapokuwa unampa mtu elimu na ile elimu inampa faida mtu, inakuwa ni jambo zuri sana. Na mimi nilishawaambia kitu kimoja, si lazima umtafute Dr. Chikaramoto yuko wapi. Mimi wajibu wangu ni kukwambia hili jambo likoje, hili jambo unatakiwa ulitatue vipi. Ni wewe sasa kujua kwamba nina mtu wa kuweza kunitatulia hili jambo. Kama unaye basi mwambie, ili mradi awe mtu sahihi, kwa sababu haya mambo yana njia nyingi za kutatua, na ndio maana tunasema elimu ni bahari. Elimu ni bahari. Sasa kama elimu ni bahari, ina maana kwamba hii elimu inatakiwa mtu aijue kwa kiwango kikubwa sana, aijue kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto za namna mbalimbali, tunajua kwamba hizi changamoto ni nani wa kumpelekea akazitatua hizo changamoto. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ni kuzielewa hizi changamoto zimekuja kwa mfumo gani, zimekuja kwa njia gani. Ndugu zangu, siku zote nawaleteni vipindi hapa. Lengo langu kubwa sana ni nyie kutoka kwenye matatizo. Sasa kama wewe unaendelea kuona hivi vipindi alafu bado unakutana na changamoto, utakuwa unapoteza bando zako za bure. Hebu endelea na taratibu nyingine. Napenda watu wanavyoniletea mrejesho, kwa sababu hiyo ni kitu ambacho najua huyu jambo lake limemfikia, au ujumbe wangu umemfikia, na hivi nilichomweleza ni kitu ambacho kimempa faida. Kwa hiyo na mimi najua kwamba kumbe na kaswabu kangu hata logo ambako nitakako kapata kwa huyu kunishukuru kwa kile nilichokuwa nimemuelezea. Sasa ndugu zanguni, nataka niwaelezeni mambo ya ndoto. Mambo ya ndoto nishawaeleza ndoto nyingi sana. Sasa ndoto nilishawaambia zipo, zinakuja kwa namna mbalimbali, lakini sitaacha kuwaelezeni ndoto, kwa sababu ndoto zipo mamilioni na mamilioni. Sasa zile nitakazojaaliwa kuzieleza kwenye hiki kipindi zitakuwa ni ndoto ambazo nimejaaliwa, na nyingine huwa zinakuja pale mtu anaponiambia, bwana, nimeota hivi. Najua ni ukipata watu wawili watatu, najua hii ni elimu inayopaswa nipelekee watu, ili watu wengine wakiota wanapata jibu, hata waniulizi, mimi naendelea kufanya mambo mengine. Kwa hiyo inakuwa inanisaidia na mimi kupunguza mlolongo wa majukumu ambayo niliyokuwa nayo katika mambo ya tiba. Kwa hiyo ndio maana nasema usisite nyakati zote unapohitaji kutafsiriwa ndoto, unapohitaji kutoa kwenye matatizo. Haijalishi nimekwambia uwe nchi gani, haijalishi uko nchi gani, sehemu yoyote uliopo, hii tiba ninayoitoa itakufikia wewe. Pale utakapokuwa umenitafuta ndipo utakapojua hii tiba itakufikiaje. Twende katika ndoto ambazo leo nimekuandalia. Kuna ndoto ambayo nimekuandalia ambayo ukiota hiyo ndoto utajua ina ishara hii. Ukiota umepoteza kiatu, si kiatu tu, manake kuna viatu vya rangi gani? Hapa nataka niongelee kiatu cheupe. Ukiota umepotelewa kiatu cheupe, ujue kwamba yani umepotea, kile kiatu kimepotea, alafu unakitafuta kile kiatu hukioni. Narudi kule kwenye ndoto kwamba kuna majukumu umekumbushwa, kwamba kuna majukumu umeyasahau, inatakiwa rudi kwenye njia. Yaani kama mtu ametoka kwenye njia ameingia kwenye mambo mengine, unaambiwa sasa, wewe hiyo njia uliopita sio njia nzuri, pita njia hii. Ndio hii ndoto ina ishara.
Yaani ukiota kwamba umepoteza kiatu, lakini si ili mradi kiatu cheupe, yaani inakukumbusha kwamba wewe umepotea au umetoka kwenye njia iliyokuwa sahihi. Unapita mapito unayopitia sasa hivi sio mapito sahihi. Hayo mapito yatakuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo rudi kwenye njia sahihi, njia kuu. Kama ulikuwa una matendo yako ambayo umeona umekengeuka, hebu rudi. Au kama wewe ulikuwa sio mtu wa ibada, hebu mrudie Mwenyezi Mungu. Mrudie Mwenyezi Mungu. Na nilishawaambia mambo ya ibada, Mwenyezi Mungu unaweza ukazungumza naye sehemu yoyote ile. Haijalishi msikitini, haijalishi kanisani. Kwa sababu mtu akiona ameenda kanisani ndio anaona kwamba ameenda kufanya ibada. Mtu akiona ameenda msikitini ndio anaona ameenda kufanya ibada. Mwenyezi Mungu unaweza ukafanya ibada, ukazungumza naye wewe kama wewe na yeye sehemu yoyote utakayoteua kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyokwisha kuwaeleza kwamba ndoto hii ya kupoteza kiatu cheupe ni ndoto unapoteza, alafu unaona unatafuta ukioni. Unapoteza, unaona imekuja ndotoni, bwana mimi jana nimeota ndoto nimepoteza kiatu, lakini kile kiatu kila nikitafuta sikioni. Hiyo inaashiria majukumu yako au njia unayopita sasa hivi, au huyo mtu uliyekuwa naye sasa hivi kibiashara, kimahusiano ama kiushirikiano wa namna yoyote, sio mtu sahihi kwako. Rudi kule ulikotoka, ndiko sehemu sahihi. Kwa hiyo malaika wako anakukumbusha kwamba huko unakokwenda unaenda kupotea. Rudi sehemu ambayo ni njia sahihi. Ndoto ya pili. Hii ndoto niliwaeleza niliwaambia kwamba kuna mwanamke ukiota ana ndevu. Ile ilikuwa ni mwanamke ukiota, mwanamke ambaye alisia ana ndevu. Hii ndotoni ukiota kwamba wewe huna ndevu, lakini umeota ndevu katika ndoto. Huna ndevu lakini umeota una ndevu katika ndoto. Hiyo ina ishara mwanamke utakuwa na shida ya uzazi au una tatizo la uzazi. Yaani uzazi wako utakuwa ni wenye shida. Mimba zako zitakuwa ama kutokushika mimba kabisa, ama mimba kuharibika, ama wewe ukizaa kiumbe kina kufa. Ukishapata ndoto kama hizo, wewe huna ndevu, lakini katika ulimwengu wa ndoto unaota ndoto umeota ndevu, jua sio ishara nzuri. Hebu tafuta msaada ili kutoa hicho kimvuli kibaya kinachokuandama, kinachokwenda kukupotezea furaha ya kuwa na mtoto, furaha ya kuwa mama, furaha ya kuwa mtu ambaye na wewe utaonekana na heshima kwa kuitwa mama. Ndugu zangu, nafikiri kwa siku ya leo mmenielewa kwa umakini kwa hizo ndoto nilizowaleteeni. Ndoto mbili nimewaambia nitakuwa nawatafsiria ndoto mbili kila kipindi, na kama kuna ndoto nyingine wewe utakuwa umeiota, hebu ilete. Manake leo tulikuwa tuna ndoto mwanamke akiota ndotoni. Mweleweni kuna utofauti. Sio mwanamke mwenye ndevu, hapana. Kuna mwanamke mwenye ndevu, nilishatoa tafsiri. Mkiangalia kwenye vipindi vilivyopita, tafsiri ya mwanamke mwenye ndevu ni ipi. Lakini hii ni mwanamke ambaye hana ndevu, anaota ana ndevu. Ndio ndoto tuliyotolea ufafanuzi siku ya leo. Alafu tukatolea ndoto nyingine ufafanuzi ambayo ilikuwa inahusu kupotea kiatu, yani kupoteza kiatu. Kiatu kipi? Kiatu cheupe. Mtu kapoteza kiatu cheupe alafu anakitafuta. Ndio tafsiri ya ndoto tulizokuwa nazo siku ya leo. Nafikiri siku ya leo niishie hapa, Dr. Chikaramoto, na kama kuna mtu yoyote atakuwa anahitaji msaada
au atakuwa na maswali kwa lile nililolieleza katika kipindi hiki na hajaelewa, anaweza kupiga namba 0784994048 ukisema alo mzee Chikaramoto, mimi nitakusaidia ndani ya masaa 24, nitakusaidia. Karibu sana na asanteni sana.